Karibu mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Upendo wa Kweli. Siku ya leo tunaangalia somo muhimu sana ambao ninaamini litakuwa na faida ya moja kwa moja katika maisha ya kila mmoja ambaye ataweza kutazama. Tunaangalia mambo ya muhimu ya kuzingatia wakati unapotafuta mwenzi wa maisha. Unajua kuna ambao tayari wameshapata wenzi wa maisha, wameshafunga ndoa, ni sawa, lakini kuna wengine ambao bado katika harakati za kutafuta, na kuna wengine katika hatua fulani hivi ambako si muda wanaweza kaanza maisha yao ya ndoa. Siku ya leo tuangalie vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa kuzingatia unapotafuta mwenzi wa maisha. Mambo ya muhimu unapotafuta mwenzi wa maisha, kwa sababu kumbuka ni mwenzi wa maisha. Unapotafuta mke, unatafuta mtu ambaye utafanya maisha yenu yote yatakuwa pamoja. Kwa hiyo usitafute mtu ukiamini utatafuta spare tire, ya kwamba okay, akifika mahali wewe tafuta mtu kwa utulivu, kwa sababu wengi wanapofika umri fulani, kuna jamii inaweza kukushinikiza, lakini kuna imani pia inaweza kukushinikiza, lakini pia kuna mihemko ya kimwili ambayo imewekwa ndani yetu kwa sababu, lakini hiyo nayo usipoweza kujua namna ya kucontrol inaweza kukushinikiza kufanya maamuzi yasiyokuwa sawa. Kwa ni vyema ukaiandaa akili yako mapema ya kwamba unapotafuta mwenzi wa maisha mambo gani ya muhimu ya kuzingatia. Okay? Kitu cha kwanza ni kwamba ni swala la imani. Jinsi mnavyomwamini Mungu, kwamba tunamwamini Mungu ndio ni jambo la muhimu sana, kwa sababu kama mnaabudu vitu viwili tofauti, au yanaamini kitu yanaamini kitu tofauti, ni jambo ambalo litawaletea wakati mgumu sana, kwa sababu zifuatazo. Ndoa hamtaishi tu kwamba tutakuwa sisi ni watu wa kulala pamoja na kuamka tendo la ndoa afu imeisha. Hapana, ni maisha kwa ujumla. Maana yale ni maisha. Kwa hiyo kama ni maisha yana vipengele vingi sana, yana changamoto nyingi sana. Kwa hiyo zile changamoto mtatafuta kuzisolve kwa namna gani? Maisha yenu katika mfumo wa imani ya namna gani? Kwa sababu wanadamu ni viumbe wa ibada. Kwa hiyo maisha yetu asilimia kubwa, ibada yetu inabadilisha jinsi tunavyoona mambo. Ibada zetu zinabadilisha jinsi tunavyofanya mambo. Kwa maana hiyo, mkitofautiana katika imani, kuna mambo mengi ambayo mtatofautiana na itawaletea wakati mgumu sana. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba je, wawili waweza kutenda pamoja wasipopatana? Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba unahitaji mambo hayo. Lakini kwa nini imani ni jambo la muhimu? Kwa sababu mahusiano ni ukaribu. Mkiwa na interest, mkiwa na mapenzi tofauti katika vitu, ya tawagharimu, kwa sababu muda mwingi kila mmoja atakuwa peke yake. Unapokwenda kanisani mwenzio anaenda kanisa jingine, au unakwenda kanisani anakwenda msikitini. Unapofika muda wa ibada unafanya peke yako, mwenzio anafanya na yeye peke yake. Watoto wanapata wakati mgumu sana. Zinapotokea changamoto, mfano mmeshambuliwa kwa namna yoyote, biashara au kazi, mnabidi muombe ili mshinde, lakini kila mmoja anaabudu Mungu wake. Kwa kutakuwa na changamoto nyingi ambazo zitatokea ikiwa hautozingatia hili ukafuata tu miemko. Okay? Jambo lingine ni tabia ama aiba. Aiba ya mtu ama tabia. Na aiba ya mtu ni ya muhimu kuzingatia, kwa sababu kuna wengine waongeaji sana. Hapo nazungumzia aiba. Kuna wengine ni wapole, wa kimya, mfano introverts, ambako katika kundi hili kuna melancholy na phlegmatic, ya kwamba okay, hawa si waongeaji. Kwa hiyo ni jambo la muhimu la kuzingatia, kwa sababu unapochagua unaangalia mimi ni mwongeaji sana. Natoa mfano, si ndio? Natoa mfano mimi mwongeaji sana, au mimi ni mkimya, au mimi niko hivi. Itanipatia picha ya kwamba okay, hili ni jambo la muhimu la kuzingatia, kwa sababu kama ni mwongeaji sijali mambo, mfano kama sanguine ambao ni extrovert, sijali mambo, nahitaji mtu wa namna gani? Anayejali. Tukiwa wote ni kundi moja, kuna changamoto ambazo tutakumbana nazo. Lakini kwenye issue ya tabia, ni tabia ya mtu ni mpole, mnyenyekevu, heshima, ni vitu vya muhimu sana ambavyo unaweza kuvizingatia wakati unavotafuta mwenzi wa maisha. Unapokasirika, au yeye anapokasirika na react vipi, lazima uviangalie. Si ungeweza kupotezea mtu amekasirika alafu anakutukana, au amekasirika anaandika tuachane, kila wakati akikasirika tuachane, expect ya kwamba, au tegemea kwamba kuna wakati itafika kwenye ndoa mkivurugana,
anaweza kaudia kitu kile kile. Lakini malengo, ana malengo gani katika maisha? Hilo ni jambo la muhimu sana ambalo unatakiwa kuzingatia, na litakusaidia kuona unakwenda. Mfano, wewe unajua unakusudi, kuna mahali unataka ufike. Mfano ni mwanaume, unajua okay, mimi nataka nianze biashara, nitoke hatua hii nifike hapa, hatua hii nifike hapa. Kusudi lako ni kwamba kufika hatua nzuri kiuchumi, ili na unapofika hatua kubwa kiuchumi inakuwa rahisi kwako kumanage vitu vingi ambavyo unataka kuvifanya. Lakini pia una mpango kusaidia wenda watu wengine kutokana na uwezo wako kiuchumi, kusaidia kazi ya Mungu kwa fedha yako, na watoto kusoma vizuri na mengine yote. Alafu sasa unaoana na mtu ambaye mentality yake anataka maisha ya maskini, yani kinachopatikana tule chote. Kwa hiyo lazima hiyo mambo yaangalie. Yani watu wengine hawajari sana, kile unachompa anakitumia chote makusudi. Hata kama mtu hana kitu, lakini kichwani ana software gani, kichwani ana mpango gani. Kwa lazima hilo jambo lizingatie. Ukikosea kuna mahali mtagongana vibaya sana. Naona kwa hayo ni mambo ya muhimu ya kuzingatia pale ambavyo mnaamua kuungana na mtu, kwamba okay, nataka tuishi maisha ya pamoja, tuzingatie mambo yanavyotakiwa kwenda. Hivyo ni vitu vya muhimu sana. Namna ambavyo mwenzio anapambana na changamoto kwenye maisha. Uaminifu wa mtu. Kama mtu ni hajatulia, kijana hajatulia, yuko na huyu leo, kesho yuko na huyu, lazima ujue ya kwamba hapa kuna kitu. Tuko okay, unachumbia msichana mfano. Alafu unapochumbia na maanisha unapochumbia msichana mko watatu. Atipa, ni mko watatu, alafu eti anawapima nani yuko best. Alafu nao unaamua kushindana ili upate hiyo nafasi. Na wote mko wote mwapanga anatafuta yupi yuko bora, alafu na wewe unashindana ili upate nafasi hiyo. Sure, I tell you, hakuna kitu pale. Ni hana, manake huyo hajui anachokitafuta. Ndio maana wapanga. Kwa sababu lazima mtu anajua anatafuta nini. Kama haja na wewe, atakuwa na wewe peke yako. Naona anayekosa uaminifu katika kipindi cha uchumba. Kwa unapotafuta mwenzi wa maisha, kuna vitu vya muhimu vya kuzingatia. Lakini kuna background, inamaanisha maisha yake ya nyuma. Kwa sababu mtu unayemwona hata kama yuko mjini, hajalishi hata kama amesoma kiasi gani, kuna maisha yake ya nyuma. Sisi kuna kitu kwenye ufahamu wa binadamu, katika akili ya binadamu kuna subconscious mind, ambao hiyo inaongoza maisha ya binadamu mara nyingi kwa kiwango kikubwa sana kuliko conscious mind. Sasa atafanya kitu kila ambavyo kulingana na vile alivyokuwa programmed na maisha ya nyuma. Maana kuna kujua familia, kuna kujua yeye binafsi amepitia trauma, amepitia wakati gani mgumu, amepitia mateso gani. Ndio maana kunahitajika kipindi fulani hivi cha kuwa na urafiki na mtu ili uweze kujua. Si kwamba akiwa anapitia kipindi kigumu sema huyu simhitaji, ametokea familia maskini sana, simhitaji, atakuwa na mentality za maskini. Hapana. Inaweza kama mtu ametokea familia maskini lakini hana mentality ya maskini. Manake unaangalia hizo maisha yake ya nyuma aliyopitia yanaathirije sasa, si ndio? Na what if zikitokea anajipange vipi? Manake unakuwa unajua kwamba okay, hivi vitu tunaweza kuandaa navyo kwa namna gani. Lakini ukipuuza yatakugharimu. Ni vizuri kuyajua, kwa sababu unapoyajua unajiandaa namna gani ya kuyatatua yanapokuja, kwa sababu ulijua ikitokea. Lakini usipojua kuna vitu vitatokea, alafu utapanic kwa sababu hujui background. Ya kudili na mambo kama hayo. Kwa hiyo unapojua inakuwa rahisi kujua namna gani ya kuweza kupambana nayo. Kwa hiyo maisha ya nyuma ya mtu yanamata kabisa. Hata kama umempokea Yesu, labda nyuma alikuwa sio hivyo. Yes, you have to check sometimes, but usichunguze sana kila kitu, kwa sababu hakuna mtu ambaye maisha yake ya nyuma ni mazuri. Asilimia kubwa wengi maisha yetu ya nyuma yanakuwa na vitu ambavyo vinakuwa viko sawa. Kwa hiyo sio kila kitu chunguze, lakini lazima uangalie vipi ambavyo vitaingilia, vinaweza kuharibu malengo unayoyakusudia. Kwa hiyo lazima kwenye maisha uwe na plan.
unataka kufika wapi, unataka kufanya nini, na wewe ni nani. Kwa vinaanza na wewe kujitambua, kisha jitambua na kuwa rahisi kumtafuta yule ambaye unaona anafaa. Kwa hiyo tutakia wakati mwema. Kama unapenda video hii basi kumbuka kusubscribe, share, comment. Asante.